Maafisa wa kitengo cha upelelezi yani DCI wa Mathira Magharibi pamoja na wanapatholojia wanatarajiwa kufanya upasuaji wa mwili wa Catherine Nyambura, mkewe mwakilishi wadi wa Konyu, kaunti ya Nyeri, Eric Wamumbi. Hii ni baada ya mwili wa Catherine kupatikana ukielea katika bwawa la Hohwe. Mwanahabari wetu Ibrahim Karanja yuko Ratina na tunaungana naye sasa moja kwa moja na tufahamishe mengi zaidi. Ibrahim, karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani. Pengine kutangulize tu, hebu tufahamishe nini ambacho huenda kilitokea baada ama kabla ya mwili huu kupatikana? Naam, Nick, kulingana na ripoti ambazo tumepata kufikia sasa ni kwamba mwenda zake Catherine Nyambura mwili wake ulipatikana siku ya Jumatatu asubuhi ukielea katika bwawa la Hohwe ambalo lipo kando mwa barabara kuu ya kutoka Nyeri kuja hapa mjini Karatina, na hii ilikuwa siku ya Jumatatu, ikikisiwa kwamba pengine alikumbana na mauti yake siku ya Jumapili hivi. Hii ni kukisiwa tu, manake kufikia sasa bado ile ripoti kamili kutoka kwa maafisa wa kitengo cha upelelezi bado haijatoka. Lakini tulipo kwa sasa tupo katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Karatina hapa, ambapo tayari nimeshawaona maafisa wa upelelezi kutoka DCI ambayo tayari wamefika kutoka eneo la Mathira West. Pia nimeona wale wafanyakazi katika eneo hili, na pia daktari tu ndiye anayesubiriwa kwamba muda wote kutoka sasa watakuwa wakifanya upasuaji wa mwili hiyo ili waweze kujua ni nini haswa ilichosababisha kifo cha Catherine Nyambura. Lakini kwa sasa ni kwamba jana tunakumbuka kwamba mwakilishi wadi huyo ambaye ni mme wa Catherine, Eric Mwangi wa Mombi, ambaye ni mwakilishi wadi wa wadi ya Konyu hapa katika eneo bunge la Mathira, aliweza kuhojiwa na polisi kwa muda kuelezea tu pengine muda wake wa mwisho alipoweza kutangamana na mke wake ilikuwa lini, na iwapo pengine kulikuwa na shida yoyote ambayo ilikuwa imetokea, mzozo wowote. Kufikia sasa bado ripoti hiyo haijatokea, na polisi wanasema kwamba wanavyochukua kesi hii kwa sasa ni kwamba wanachukua ni kesi ya mtu kujitoa uhai, lakini baada ya uchunguzi huu ama upasuaji huu wa maiti ambayo itakuwa ikiendelea hapa muda wote kutoka sasa, basi watakuwa na njia mwafaka ama kesi mwafaka ambayo watakuwa wakifuatilia. Lakini ndio hali ilivyo kwa sasa. Ni majonzi tu kwa familia pia ya mwenda zake ambayo wapo katika eneo la Limuru. Baadhi ya wale niliozungumza nao pia wakielezea swala la huenda kwamba kulikuwa na mzozo wa kinyumbani na kusababisha pengine kifo cha huyu Catherine, lakini haijulikani iwapo basi mzozo huu ulisababisha kujiua ama kuna jambo lolote lingine ambalo lilifanyika na kesi hii. Kwa hiyo ndio swala ambalo tunafuatilia. Mwili wake Catherine upo hapa katika chumba hiki cha kuhifadhi maiti. Kama nilivyosema, maafisa wa upelelezi kutoka eneo la Mathira West wapo hapa. Maana kufikia sasa ni kwamba eneo la Mathira West limechukua rasmi kesi hii. Ni kesi ambayo hapo awali tuliona ikipelekwa katika eneo la Nyeri mjini. Maana hapo ndipo mwakilishi wadi anaishi pale Nyeri mjini na familia yake. Baadaye ikaletwa hapa katika eneo la Mathira East, ambapo ndipo hospitali na chumba cha kuhifadhi maiti na maiti yenyewe ilipo. Lakini mahala pa tukio, mahala ambapo mwili ulipatikana ni katika bwawa la Hohwe, ambapo ni bwawa ambalo lipo katika eneo la Mathira West. Kwa hivyo kwa sasa nimezungumza na afisa ama kamanda wa polisi katika eneo la Mathira West ambaye amenieleza kwamba maafisa wa upelelezi tayari wapo ama wamechukua kesi hii, na bila shaka mtazamaji wetu ana uhakika kwamba atakuwa akipata matokeo ya upasuaji huo na chochote ambacho pia kitakuwa kikijiri kutokana na kesi hii pindi tu itakapokuwa ikifanyika. Kutoka KTN News, Nick. Na asante sana Ibrahim Karanja. Hiyo ni taarifa ambayo tutakuwa tunaifuatilia na kujua mengi zaidi ya saa baada ya huo upasuaji ambao bila shaka kama alivyoripoti ni kuwa utafanyika hapo baadaye. Lakini hebu kwa sasa tusonge